Nijibu, wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ninaitwa Apostle Toru, napatikana Tanzania, Dar es Salaam. Ni mhubiri na ni mwimbaji. Nimetoka hapa hadharani kwa sababu na mimi pia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini ni mhubiri wa Injili. Kwa nini nimetokea hapa? Nataka kusema kitu kimoja. Wewe unayeitwa mwimbaji wa nyimbo za Injili na wewe unayeitwa mhubiri wa Injili, mchungaji, apostle kama mimi hapa, nabii, kuna askofu, alafu kuna mchungaji. Wale wachungaji ambao huwa tunapatikana kwenye social media kama hivi tunavyopatikana, kabla haujapeleka content yako YouTube, itazame kwanza itakuwa na faida gani kwako, lakini pia itakuwa na faida gani kwa wanaokufuatilia. Kuna content nyingine unakuta unaituma kweli kwa nia njema, alafu kwa nia ya kufundisha ndio, lakini hiyo content inakuwa ni kitanzi kwako, yaani inakuwa ni kifungo kwako. Kwa nini? Kwa mfano, nimeona hapa kuna neno limeandikwa Mkristo, maisha ya Mkristo nyuma ya pazia ni mabaya, alafu aliyeandika ni Mkristo. Yaani wewe ni Mkristo, alafu unaandika maisha ya Mkristo nyuma ya pazia ni mabaya, alafu wewe ni Mkristo, tufanye ni mchungaji. Alafu wiki hii umeandika maisha ya Mkristo nyuma ya pazia ni mabaya. Wiki ijayo unaandika ninakukaribisha kwenye ibada kubwa, ibada ya kukutana na nguvu za Mungu. Sasa hebu tueleze kuhusu maisha yako wewe. Yako vipi nyuma ya pazia? Anza kujieleza wewe kwanza. Ukiniuliza mimi kuhusu maisha yangu, mimi Apostle Toru, Yesu ni Bwana. Nimemfuatilia mtumishi wa Mungu mbarikiwa. Mungu akubariki sana. Kazi yako ni njema na kusupport kwa namna yake, kwa sababu hata kutazama content zako mara kwa mara, hiyo ni namna pia ya kutazama. Wewe kamanda unaishi ukweli ulio nao, yaani ndivyo jinsi ulivyo. Yaani nikija kanisani kwako, mchungaji mbarikiwa, nikija kanisani kwako ndivyo ulivyo. Unavyoonekana kwenye mtandao wa kijamii au kwenye social media, na nikija kanisani kwako ndivyo ulivyo. Haya, nikuulize mtumishi wa Mungu Bashando, umeeleza vizuri kweli, content ni nzuri, lakini nikirudi kwenye background nyuma ya pazia, unatualika ibadani, ibada ya nguvu za Mungu. Hebu sema kuhusu Wakristo wa kanisani kwako. Hebu sema kuhusu Ukristo wako. Haya, ukiniuliza mimi kuhusu Ukristo wangu, Yesu ni Bwana. Hata muda huu ninapozungumza na wewe nimeokoka tena. Ukisema una dhambi wajidanganya mwenyewe. Yaani muda huu ninapozungumza na wewe nimeokoka tena upya, na kesho nitaokoka tena. Haimaanishi kwamba mimi ni mtenda dhambi wa mara kwa mara. Hebu usiwe na ule ulokole wa miaka kwamba niliokoka miaka 60 iliyopita, niliokoka miaka 40 iliyopita, niliokoka miaka 80 iliyopita. Huo ni urokole ambao umeexpire. Nini ambacho nataka nikwambie? Kwa nini? Simu yangu hii nayotumia hii YouTube ambayo niliitumia mwaka 2005, sio YouTube ambayo naitumia leo. Kuna namna nili-update, imekuwa ni mpya. Wako walokole, ulokole wao umeexpire. Alafu wako na kazi kusema kuhusu wengine, hawasemi kuhusu ulokole wao. Yaani inanipa ukakasi leo hii ukisema kuhusu hili jambo ambalo limetokea. Sisemi ni vibaya kusema, ila je, Jumapili ijayo utasema nini? Utatualika kwenye ibada. Ninakualika kwenye ibada ya Sunday service. Haya, mbona hujatuambia kuhusu ulokole wako? Hebu itokee tu ufike hapa useme tu uhalisia wa maisha yako. Kwa nini nimemsema mbarikiwa kwamba napenda uhalisia wa maisha yake? Kwa sababu anakuwa na muda mwingi wa kusema ukweli, na ndivyo alivyo.
hata ukienda kanisani kwake utakutana na ukweli wa jinsi anavyojiweka yeye. Sisemi wewe ni muongo, hapana. Sisemi kwamba una uongo ndani yako. No. Nasema hivi, ukiandika content, hebu tafuta namna ya kuhubiri injili. Unapohubiri injili, unaandika content kwamba mrokole ana maisha mabaya nyuma ya pazia. Alafu kesho unahubiri injili kwamba njoo kwa Yesu, Yesu ni mwema, Yesu anaponya, hivi na hivi na hivi. Nani akuamini? Mimi mwenyewe siwezi kuja kanisani kwako, wala siwezi kukuamini kuhusu urokole wako. Kwa sababu gani? Umeshaongea mwenyewe, mrokole nyuma ya pazia ni mbaya sana. Hilo ni jambo la kwanza. Kesho utaniambiaje nialike kanisani kwako? Wewe ni mrokole au wewe ni dini gani? Hebu nieleze, yani nijibu tu hilo swali. Ina make sense vipi yani? Kwa sababu nyuma ya pazia mrokole yuko so biniso. Kesho unakuja unanihubiria kwamba karibu Jumapili kutakuwa na ibada ya baraka, ibada ya ushindi, ibada ya kuona nguvu za Mungu. Hebu nieleze kinagaubaga hapo, wewe ni nani? Who are you? Sipenelewa, kwa sababu umeshamzungumza kuhusu mrokole. Ukizungumza kuhusu urokole vibaya, inabidi tufute kuhusu urokole. Kuja na mada yako, tufanye wewe ni Muislamu, si ndio? Wewe ni Muislamu, karibu ibadani Jumapili, ibada ya kinini ya zile ibada za Kiislamu au ibada za mizimu. Lakini ukianza tena kuzungumza ibada za kirokole tena Jumapili, na huku wiki iliyopita umezungumza vibaya, nijibu wewe ni nani? Finish, simple like that. Barikiwa sana.